Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika wizara hii ambayo inahusiana kabisa na kazi niliyokuwa naifanya kabla sijawa mbunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa naomba kuwapongeza viongozi wote ambao wanaiongoza wizara hii, akiwemo waziri ndugu yangu Paul Makonda. Sina mashaka hata kidogo na uwezo wa Paul Makonda, na nampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpa nafasi Makonda katika wizara hii inahusiana na michezo, kwa sababu michezo anaijua, na uhakika 100% wizara hii ndio itakuwa wizara bora kuliko wizara zote ambazo zimetangulia huko nyuma. Kiongozi huyu, waziri huyu Paul Makonda anaenda kufanya maajabu katika nchi yetu ya Tanzania. Yapo mambo machache ambayo na mimi nitampa ili aende nayo yaweze kusaidia na kuboresha kazi anayoenda kuifanya. Jambo la kwanza kuhusiana na muziki na wasanii. Mheshimiwa Mwenyekiti, wasanii wa nchi hii ya Tanzania ni wasanii ambao wanakusanya pesa kidogo sana za mirabaha kuliko zile ambazo walistahili kupata. Sehemu nyingi ambazo walipaswa kupata pesa hawazipati kwa sababu wizara kupitia watu ambao wanafanya makusanyo hawafikii hayo maeneo, na zile pesa zinapotea bure, na hii imepelekea wasanii wamekuwa na hali mbaya sana kiuchumi. Leo hii nikwambia tu Mheshimiwa Waziri, leo hii umetangaza mikopo kwa wasanii. Ukienda kuchungulia pale utagundua kuna wasanii wengi ulitegemea wataenda kuchukua mikopo, lakini wamekosa kwa sababu baadhi ya vigezo wameshindwa kutimiza, ikiwemo nyumba. Mimi nimepata milioni 200, lakini nimeweka gorofa. Taarifa. Nimeweka gorofa langu. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa Clayton Chiponda, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Hadija Taya. Nataka nimpe taarifa mzungumzaji kwa ushahidi kabisa, hata mimi kwa muda wote nilokaa hapa bungeni sijapokea mrabaha wangu. Kwa hiyo anachokizungumza ni sahihi kabisa, na tungeomba Mheshimiwa Waziri alisisitizie katika hilo katika bajeti hii. Nashukuru sana. Mheshimiwa, unilindie muda. Mheshimiwa Clayton Chiponda, unaipokea taarifa hiyo? Nimeipokea taarifa ya dada yangu Keisha. Tunapokuwa tunatetea haki na pesa za wasanii, kwa pamoja tunakuwa tunapiga kolabo, sio mbaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, wasanii wa nchi hii walipaswa kuwa matajiri sana, kwa sababu Kiswahili kinasikika sehemu nyingi sasa hivi duniani. Lakini ukiangalia kiuhalisia, sehemu nyingi ambazo walipaswa kupata pesa, maskini ya Mungu hawapati pesa zao, na hicho kidogo kinacholetwa namna kinavyokatwa. Maana nasikia sasa hivi hawakusanyi tena wale maafisa wa serikali. Kuna wakala ambaye anakusanya na yeye anakata pasenti yake kisha analeta serikalini. Baada ya hapo kidogo kinachogawiwa kwa wasanii hao wanashindwa kujikimu, na ndio maana vigezo vilivyowekwa na mabenki vimeshindwa kuwapa nafasi wao kuweza kukopa. Naomba sana Mheshimiwa Waziri, ukipata muda kaa na wale top 5 au top 10 ya wasanii wa nchi ya Tanzania. 100% wamesaini mikataba ya kujilipua. Mikataba yao hata ikitokea ugomvi kati yao wao na yule mtu ambaye wamesaini naye, huwezi kuuingilia hapa Tanzania, inabidi uende Mauritius. Wamejilipua, wamewekewa sharti gumu, wakawekewa hela mbele, wamesaini. Kwa hiyo ukitokea mgogoro kati ya msanii na mtu anayesambaza ngoma zao na nyimbo zao, wamekubaliana kwamba ugomvi huo uende ukaamuliwe Mauritius. Tanzania utapita juu utaangalia, lakini utaugusa huo mkataba. Kwa kaa nao wote, wasanii wote top 10 unadhani unawajua, wakina Diamond Platinum, Alikiba, Harmonize na kaa nao, watakupa hiyo siri. Naomba ukae nao uone namna ya kuweza kuwasaidia wasanii wetu ili waache. Unakuta msanii anaomba na wakati walikuwa na nafasi ya kuweza kupata pesa nyingi katika nchi yetu ya Tanzania.